What's up guys, it's your boy Musa Babas, na leo nitakuonesha crypto 10 zinazoongoza kwenye coin market cap, maana yake, matumizi yake na hatari yake kwa lugha ambayo hata mtu ambaye hajawahi kununua crypto kabisa ataelewa. Sikiliza hii. Coin market cap inaonesha zaidi ya crypto 8,000, lakini Bitcoin peke yake inashikilia 58.4% ya thamani ya soko lote. Yaani kama ni ligi, basi kwenye ligi hii kuna timu nyingi, lakini Bitcoin imebeba mpira, jezi na karibu uwanja mzima. So kwenye hii video nimechambua data kutoka Coin Market Cap pamoja na nyaraka rasmi za kila mtandao ili nikupatie ukweli ulio wazi kabisa. Kwanza, top 10 haimaanishi kwamba ni crypto zenye bei kubwa zaidi. Coin Market Cap hupanga coins kutokana na market cap zake. Market cap unaipata kwa kuchukua bei ya coin moja na kuzidisha kwa idadi ya coins zilizopo kwenye mzunguko zote. Kwa mfano, coin milioni moja zikiwa na bei ya $2, market cap yake hapo sasa inakuwa ni $2 milioni 2. Tutahesabu kuanzia namba 10 mpaka namba 1. Utajua kazi ya kila crypto, kwa nini ipo juu na hatari zake. Na baki mpaka mwisho, yani usiondoke, kwa sababu mwisho nitakupa kanuni 5 za kuchunguza crypto yoyote ile kabla hujaweka hata shilingi moja. Kama unapenda maudhui haya, bonyeza like, subscribe na washa kengele. Pia comment hapo chini kwamba coin gani ambayo unadhani kwamba ipo kwenye top 10. Nakumbuka maudhui haya ni elimu tu na sio ushauri wa kifedha. Bei za crypto hubadilika kila sekunde, so fanya utafiti wako na usitumie pesa ya kodi, ada, chakula au harusi. Yaani crypto haitojali kama mama mkwe anataka majibu. Na takwimu hizi kwenye hii video ni za Agosti 3 mwaka 2026 na zinaweza zikabadilika, maana hii siku ndio siku ambayo mimi nimeshoot hii video. Namba 10 ni Dogecoin, yani Doge. Wakati nafanya utafiti huu, bei ya Dogecoin ilikuwa ni karibia $0.069 na market cap yake ilikuwa ni $10 bilioni 10.77. Dogecoin ilianzishwa mwaka 2013 kama mzaa tu wa picha ya mbwa, lakini kajenga jamii kubwa sana na kutumiana tips. Yani mtu huyo akitaka kumtipu mtu mwenzake anamtumia Dogecoin. Tofauti na Bitcoin, karibia Doge bilioni 5 mpya utolewa kila mwaka. Hivyo umaarufu wake ni wa nguvu, lakini hype yake ndiyo hatari yake pia kubwa sana. Namba 9 ni Hyperliquid. Hype bei yake ni karibia $52.63 na market cap yake ni $13 bilioni 13.28. Hype ni token ya asili ya mtandao ambao unaitwa Hyperliquid, mfumo unaolenga trading ya fedha za kidijitali moja kwa moja kwenye blockchain. Inatumika kwa staking, kulinda mtandao, governance na kulipia gas fees. Hii ni mpya zaidi, so ukuaji wake wa haraka usifiche hatari ya platform yake na ushindani. Namba 8 ni Tron, TRX, nadhani watu wengi mnaifahamu. Bei yake ni karibia $0.37 kwa sasa hivi na market cap yake ni $31 bilioni 31.01. Tron inalenga malipo, smart contracts na apps zenye gharama ndogo. Mtandao wake unatumia super representatives 27 tu waliochaguliwa ili kuthibitisha miamala. Hii sasa inaleta kasi, lakini pia inaibua swali kubwa sana la decentralization. Kwa lugha rahisi, foleni ni fupi, lakini walinzi wa geti sio wengi sana. Namba 7 ni Solana, SOL. Bei yake ni karibu $72.33 na market cap yake kwa sasa hivi ni $42 bilioni 42. Solana ina miamala ya haraka zaidi na apps za DeFi na michezo na NFTs. Teknolojia yake ya proof of history husaidia kuweka mpangilio wa muda wa miamala. Kasi yake sasa ndio faida kubwa sana ya Solana, lakini sasa haiwezi kuondoa volatility, pia haiwezi kuondoa ushindani kwenye market. Namba 6 ni XRP. Bei yake kwa sasa hivi ni karibia $1.06 na market cap yake ni $66 bilioni 67. XRP iliundwa kwa ajili ya malipo, hasa kuhamisha thamani kati ya maeneo tofauti au tarafu tofauti. Sasa kwa mujibu wa XRP Ledger, miamala inaweza kukamilika ndani ya sekunde 3 tu hadi 5 na mtandao unaweza ukashughulikia miamala 1500 kwa sekunde moja. Hata hivyo, matumizi ya teknolojia haimaanishi kwamba bei lazima ipande. Namba 5 ni USDC ambayo bei yake ni karibia $1 na market cap yake kwa sasa hivi ni $71 bilioni 71.87. Hii sasa ni stablecoin. Yaani stablecoin lengo lake ni kufuata thamani ya dola ya Marekani. Sasa cycle inasema kwamba USDC
inaungwa mkono na mali za dola kama cash na dhamana fupi za serikali ya Marekani. USDC ni kama daraja la kuhama kutoka crypto moja kwenda crypto nyingine. Sio rocket ya kufanya utajiri, kwa sababu bei yake huwa haifluctuate kupanda na kushuka, na ni stable. Na kuwa stable haimaanishi kwamba haina risk yoyote. Namba 4 ni BNB, wengine wanapenda kuita Binance Coin. Bei yake kwa sasa hivi ni karibia dola 584 na market cap yake ni dola bilioni 77. Sasa BNB hutumia kulipia miamala kwenye BNB chain na kushiriki kwenye governance ya BNB Smart Chain. Ukuaji wa ecosystem ya BNB unaweza kuongeza matumizi ya BNB, lakini kumbuka kwamba nguvu yake imefungamana sana na afya ya hiyo ecosystem ya Binance. Usije ukachanganya brandi kubwa na kinga dhidi ya kupata hasara. Namba 3 ni Tether USDT, ambao pia bei yake ni dola 1 na market cap yake kwa sasa hivi ni dola bilioni 183. Hii ndio stablecoin kubwa zaidi na inayotumika sana kuhifadhi thamani ya dola na kufanyia trading. Watu wanafanya trading unajua. Na Tether wenyewe inasema kwamba token zake zimefungamana moja kwa moja na sarafu husika kama dola na zipo backed na reserves za hiyo dola. Lakini nikukumbushe tu kwamba stablecoin sio account ya benki. Kuna hatari hapo ya issue kupotea, reserves kutokuwepo, sheria na bei na kupoteza peg ile ya dola. Namba 2 ni Ethereum ETH. Bei yake sasa hivi ni karibia dola 1842 na market cap yake ni zaidi ya dola bilioni 221. Sasa Ethereum ni kama kompyuta ya dunia ambayo inaruhusu smart contracts, yani program zinazotekeleza makubaliano moja kwa moja. Mfano ni kama mashine ya soda, yani unaweka pesa sahihi yenyewe inatoa soda bila kuwa na manager au kuwa na msimamizi yoyote. Sasa Ethereum inatumia proof of stake. Validator binafsi wanahitaji kuweka Ethereum 32. Nguvu yake kubwa ni ecosystem yake pia ni kubwa, lakini pia ada, ushindani na bugs zinafanya Ethereum pia iwe na hatari zaidi. Kama crypto inakuchanganya na unaogopa kupoteza pesa, basi unahitaji maarifa na elimu zaidi, la sivyo lazima utaangukia pua. Sasa tuna community yetu ambao ukijiunga utapata elimu na mwongozo wa kufanya maamuzi bora, lakini pia utapata network na connection na wadau mbalimbali wa crypto. As you know, your network is your net worth. Nimekokea linki hapo ina maelekezo yote ya jinsi ya kujiunga. Just click the link ujiunge na hii community. Sasa coin namba 1 na mwisho kabisa ni Bitcoin. Hao watu wengine wanapenda kuita BTC. Bei yake kwa sasa hivi ni karibia dola 62,560 na market cap yake ni dola trilioni 1.25 na takriban BTC milioni 20.06 zipo kwenye mzunguko right now. Kiwango cha mwisho cha Bitcoin ni Bitcoin milioni 21. Kila mtu anafahamu hilo. Na hilo pia ni kwa mujibu wa Bitcoin white paper, bitcoin.org. Bitcoin zipo milioni 21. Sasa uhaba huo, usalama wa mtandao na kukubalika kwake vimefanya Bitcoin itawale soko. Lakini usidanganyike, kuwa namba 1 hakufanyi bei ya Bitcoin iwe inapanda tu kila siku. Sasa hii ndio kanuni ya mwisho. Kabla ya kununua crypto yoyote ile, chunguza vitu 5. Tatizo linalotatua, matumizi ya token, supply na token mpya zitakazofunguliwa, usalama wa mtandao na liquidity yake, yani urahisi wa kununua au kuuza. Market cap kubwa inaonyesha ukubwa wa coin, lakini haiahidi faida kama utapata faida kwenye hiyo coin. Na kwa ufupi tu, top 10 ya leo ni Doge, Hype, TRX, Sol, XRP, USDC, BNB, USDT, ETH na BTC. Stablecoins zinaleta utulivu. Blockchains kama Ethereum na Solana huendesha apps na Bitcoin inaongoza kwa ukubwa. Lakini kila moja ina hatari zake. Ukikumbuka jambo moja leo hii, basi kumbuka hili kwamba unaponunua crypto yoyote ile, usinunue kwa kuangalia jina tu, bali nunua baada ya kuielewa. Hii sio financial advice. Fanya utafiti wako binafsi, linda mtaji wako na tutaonana kwenye video inayofuata.